Hapa Tarime, kama ilivyo katika maeneo mengine ya Tanzania, vijana wanakabiliana na vikwazo kila siku. Wengi wao ikiwemo wanaoishi na VVU hukosa taarifa na huduma za afya ya uzazi na kujikinga na maambukizi ya magonjwa ya zinaa. Lakini mabadiliko yanaanza kuonekana. Tangu Septemba 2022, mradi wa Youth Care umeungana na jamii, mifumo ya afya na viongozi wa serikali na watunga sheria kuhakikisha kila kijana anapata maarifa, ujasiri na huduma anayohitaji ili kufanikisha maisha yake. Youth Care inalenga kujenga mazingira salama na yenye msaada kwa vijana kupitia shule, jamii, vituo vya afya na serikali za mitaa. Mradi unaowezesha vijana kupata uelewa wa afya ya uzazi, kujihudumia na kujitambua. Ni safari ya mabadiliko inayohusisha wote: mtu mmoja, familia, jamii, huduma za afya na hata watunga sera. Katika wilaya ya Tarime, mradi huu tunautekeleza katika kata 9. Na hizi kata ambazo tunatekeleza mradi huu ni kata ambazo zina changamoto mbalimbali, ikiwemo mimba za utotoni, ndoa za utotoni, pamoja na masuala mazima ya ukeketaji. Na tuligundua kwamba kuna uhusiano wa karibu kati ya ndoa za utotoni na VVU, ukeketaji na VVU, na ndio maana tukaja na mradi huu. Na mradi huu tuliandaa kwa pamoja tukishirikiana na halmashauri ya wilaya ya Tarime, ofisi ya mganga mkuu, kutambua changamoto mbalimbali ambazo zinawakabili vijana katika wilaya ya Tarime, na sasa kuhusiana na masuala mazima ya VVU, lakini na wenyewe kujitambua katika afya yao binafsi. Pamoja na kutekeleza katika wilaya ya Tarime, lakini pia mradi huu unatekelezwa katika nchi ya Kenya pamoja na nchi ya Zambia. Kila mabadiliko makubwa huanza na hadithi ya mtu mmoja. Kupitia mradi huu, vijana wamepata nafasi ya kujifunza, kujiamini na kujua haki zao. Wanapata msaada kutoka kwa wenzao na kujua mahali pa kupata huduma. Leo wasichana kama Magdalena sio tu wanajua namna ya kujilinda, bali pia wanaona ndoto zao zinawezekana. Baada ya kuwa nimehusishwa kwenye mradi huu wa Youth Care, nilipata elimu, na elimu ile ilikuwa inahusu masuala ya afya ya uzazi na VVU na ukimwi. Nilifurahi sana kuipata elimu hii ambayo kabla mimi sikuwahi kuipata. Kabla ya mradi wa Youth Care, changamoto nilizokuwa nikizipata, nilikuwa ninashindwa ni nani wa kumfesi au namna ya kujielezea mimi mwenyewe, namna ya kuelezea kuhusu afya ya uzazi, VVU, na yani ule uhuru wa kuongea ulikuwa haupo. Lakini baada ya kuingia kwenye mradi wa Youth Care, nikapata baadhi ya elimu zilinifungua na kunipatia mwanga na kunifanya nijiamini, hata niwe tayari kuelezea ninachotamani kukijua kuhusiana na masuala ya afya ya uzazi, namna ya kujikinga na maambukizi ya virusi vya ukimwi au namna ya kuwakinga wengine. Lakini si vijana pekee wanaohitaji kubadilika, ni hata familia na jamii pia. Kupitia mijadala ya wazazi, viongozi wa dini na walimu, mitazamo hasi imeanza kupungua. Jamii sasa inajifunza kusikiliza, kusaidia na kuunga mkono vijana badala ya kuwanyamazisha. Kwa mara ya kwanza kujisha na mradi wa Youth Care ilikuwa mwaka 2023, ambapo vijana wangu walikuwa hawana elimu ya afya kwa ujumla, hususan kujilinda kwenye masuala ya ukimwi, wao wenyewe kujihudumia. Baada ya hapo, mradi ulivyoanzishwa, vijana wangu walipata elimu. Baada ya kupata elimu, sasa hivi wameshajitambua, hususan katika magonjwa ya afya ikiwemo ukimwi, kujihudumia wenyewe, kwa mfano kupata dawa, namna gani ya kujitunza, hususan kwa watoto wa kike, kwa mfano kujihudumia mambo ya hedhi. Mpaka sasa hivi wamepata ile elimu na tunatekeleza, na wengi wao wameshajitambua na tunaendelea kutoa elimu. Tumejaribu kutoa elimu katika nafasi mbalimbali, tukiwa katika vipindi vya dini,
tukiwa katika majukwaa yetu ya hadharani, lakini pia hasa katika kutembea. Kuna miradi tofauti tofauti ambayo kama sisi hapa karibu tuna mgodi wa Dothmara ambao mgodi huu umekusanya watu tofauti tofauti. Kwa hiyo ni watu ambao wanapatwa kuwa na elimu. Kwa hiyo tumejaribu katika nafasi mbalimbali kuzunguka na kutembea tukiwa kama jopo viongozi wa dini, lakini kwa nafasi ya mtu mmoja mmoja. Mfano kama sisi katika masjidi tofauti tofauti, misikiti yetu tumetoa elimu namna gani watu waweze kuziangalia afya zao. Kiukweli tumejaribu kuihamasisha jamii na kuielewesha, na kama wadau tulijaribu kujadiliana kuona ni namna gani tunaweza kuisaidia jamii ili iweze kuondoka katika mila kandamizi, hususan katika ndoa za mapema kwa watoto wa kike. Jamii ikishafunguka, kituo cha afya ndiyo hifadhi ya mwisho ya matumaini. Vituo 10 vya afya hapa Tarime vimeimarishwa ili kutoa huduma rafiki kwa vijana. Wahudumu wamefundishwa, vifaa muhimu vinapatikana na vijana wanahudumiwa kwa heshima na bila ya hofu ya kuhukumiwa. Baada ya mradi wa kujijali kwa vijana kuja, kumekuwepo na mabadiliko. Mfano upatikanaji wa bidhaa za kujihudumia kama vile kondom, huduma za uzazi wa mpango zimekuwepo rafiki kwa vijana. Pia kumekuwepo na ile hali ya vijana kupewa kipaumbele. Tumekuwepo na fursa mbalimbali ya kupata kuuliza maswali, na pia huduma hizi tunazifurahia kwa sasa hivi, na kiukweli kumekuwepo na mwamko mkubwa. Mimi kama mtoa huduma ya afya nina wasapoti vijana kwa kuwapa elimu. Nikishatoa elimu basi natoa rufaa kuja kituo cha afya kupata huduma. Kabla tujanza mradi mwaka 2021 tulikuwa tunasuasua hasa upande wa vijana kwenye coverage ya family planning. Tulipoanza tulikuwa na 49%, ambapo tulikuwa kwenye red kama cancel. Lakini baada ya kuanza ule mradi 22 tumepata 52, 23 tukawa na 54, 24 tukawa na kama 55, lakini ninapoongea 2025 mpaka sasa hivi tuna 65.8, ambapo kwa sasa tunasomeka kwenye green. Kwa hiyo angalau tumeweza kupata matokeo chanya, lakini pia uzazi wa mpango inapunguza vifo vitokanavyo na uzazi. Mama anapojifungua anashauriwa kae angalau miaka 2 kabla hajapata mtoto mwingine. Lakini mifumo ya afya pekee haitoshi. Ili kulinda na kuendeleza haki za vijana, sheria na sera lazima ziwe rafiki. Kupitia ushawishi na majadiliano na viongozi wa serikali, mradi wa Youth Care umechangia mjadala wa sera zinazohakikisha vijana wanalindwa na kupata nafasi ya kusonga mbele. Katika mradi wa Youth Care tuliweza kutoa mafunzo kwa vijana 40, na hawa vijana 40 walitakiwa kufikia vijana wenzao 100,000, ndivyo target ya mradi inavyosema. Lakini vijana hawa mpaka sasa hivi mwaka huu wa 4 wameweza kufikia zaidi ya vijana 110,000, sawa na zaidi ya 100%. Kwa hiyo vijana wameweza kufanya kazi nzuri. Tumeweza kuwakutanisha vijana ambao wameweza kutengeneza vikundi mbalimbali, na pia tumewakutanisha na watu wa halmashauri kwa ajili ya kupata mikopo. Mikopo hiyo itaweza kuwasaidia wenyewe kiuchumi na pia kuendelea kutoa elimu kwenye jamii hata pindi mradi utakapoisha. Na tunajua vijana wengi ni wahanga wa masuala ya STI kwa sababu mbalimbali, kwamba kuna haja sasa ya kuhakikisha kwamba screening na treatment ya STI inaangaliwa na serikali kwa ajili ya pia kuchangia kwenye kutokomeza janga la VVU na ukimwi. Matokeo yanaonekana wazi. Maelfu ya vijana wamefikiwa. Vituo vya afya 10 vimeimarishwa. Viongozi wa jamii na serikali wamejifunza kusimama na vijana. Haya ni mafanikio ya pamoja yanayoonesha kwamba mabadiliko yanawezekana. Youth Care imeonesha jambo moja kubwa. Tukisikiliza sauti za vijana, tukishirikiana na jamii na kuimarisha huduma za afya, mabadiliko ya kweli yanaweza kutokea. Huu si mradi tu,
bali ni harakati ya heshima, afya na uwezeshaji kwa vijana. Uwekezaji kwenye afya ya uzazi na huduma za vijana ni muhimu kwa sababu kijana anapowezeshwa kujihudumia leo, anawezeshwa kujenga mustakabali bora wa kesho.